faida za muungano ziko nyingi. Kwanza kumekuwa na kuimarika kwa undugu wa damu. Tunapoongea sasa hivi unakuta kuna mtu anaitwa Makame na yuko Shinyanga. Kuna mtu anaitwa Mabura na yuko zake visiwani Pemba kabisa. Anafanya maisha yake. Kwa kumekuwa na undugu ule, kuimarika kwa undugu wa damu kati ya wa Tanzania. Lakini pia kumekuwa na kuimarika kwa usalama wa nchi. Unajua watu wanafikiri kwamba usalama wa nchi ni kitu ambacho kinatokea tu. Ni kitu ambacho kinatafutwa, kinalindwa, na utulivu wa nchi usipokuwepo maana yake hata hatuwezi kufanya vipindi kama hivi. Kwa hiyo utagundua kwamba moja kati ya faida ya muungano ni kuwepo kwa usalama wa taifa wa nchi. Na maanisha wa nchi, kwa usalama wa nchi, utulivu na usalama wa nchi. Sorry, nataka nikuulize hapo. Kwa hiyo inaweza kuwa Mwalimu aliona kwamba kama Kenyatta na Kenya ikiingia hapa kutokuwa hamna usalama, baada ya kuona kwamba mbona kama nje ndani yani hajatulia. Alitazama hilo. Mwalimu alichokitaka wakati wa muungano, kwanza yeye mwenyewe alisurrender his power. Akasema, kitabu kinaandika hapa kwamba mimi niko tayari hata kutokuwa kiongozi. Na Karume akasema mimi pia niko tayari, kikubwa tu tuwe na muungano. Sasa walikuwa wanataka watu wenye maono ya pamoja, maana kinachosababisha pia muungano upo katika mataifa, lazima kwanza kuwe na maono ya pamoja ya kisiasa. Vision, political will, lazima iwe hiyo. Lakini pia lazima kuwe na tamaduni zinazoendana. Lakini pia ni lazima kuwe na kushirikiana katika hayo mataifa. Kwa hiyo sasa ni kama hakukuwa na consensus, hakukuwa na maono ya dhati ya pamoja kati ya hao watatu. Ndio maana wawili pekee ndio waliofanikiwa kuunganisha. Kwa hiyo muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni federation kama federation nyingine yoyote, lakini tofauti yake ni kwamba ni muungano wa sui generic, ni muungano wa aina yake. Yaani ukitafuta duniani huwezi kupata isipokuwa Tanzania. Ndio maana unaona tuna rais wa Jamhuri, tuna rais wa Zanzibar. Lakini unaona kabisa aina, yani kwanza wakati Zanzibar inaungana na Tanganyika, Zanzibar ilikuwa na watu 300,000 tu. Watu 300,000 ukiangalia Dar es Salaam pekee na watu zaidi ya milioni 7. Na Tanganyika ilikuwa na watu milioni 1. Ni milioni 10. Kwa hiyo utagundua kwamba kuunganisha hizo nchi pasina kuimeza Tanganyika ilikuwa ni faida. Pasina kuimeza Zanzibar ilikuwa ni faida kwa Watanzania. Ndio maana leo tunayo Tanganyika, tunayo Tanzania ambao ni Tanzania bara na Tanzania visiwani. Sasa hapo unajua, na mtazamaji pia ambaye unatufuatilia sasa hivi, ndio utakuwa tayari umekwisha kunotice kwamba muungano ambao tunaozungumzia kati ya Zanzibar pamoja na Tanganyika kwamba mchakato wake au kuanzia kati ya hayo mataifa mawili, isipokuwa mataifa manne, baadaye akaja matatu, na baadaye kabisa tamati ikafikia katika mataifa mawili ambao mpaka leo tuna celebrate umoja. Natamani kujua reaction ya Kenya mara baada ya kuona Tanzania na Tanganyika na Zanzibar zimeungana sasa. Pasipo wao kuwapo, na wakati wao walikuwa nao pia wako willing kuingia katika muungano, japo walikuwa na vipaumbele vyake. Na mimi pia natamani pia hapo kwa kuongezea, ningetamani kujua tarehe ilikuwa ni hii ambayo walipokuwa wanaongea na Kenya, ilikuwa ni the same date ama ilibadilishwa kuendana na mazingira ambayo yalitokea? Mwanzoni ilikuwa ni tarehe 10 mwezi Machi. Okay. Kwa hiyo sasa hivi tungekuwa tunasherehekea muungano mwezi Machi, sio Aprili. Lakini sasa Nyerere alikuwa anataka na Karume walikuwa wanataka kuona Afrika ikisogea pamoja. Ndio maana ukichunguza hata uhuru utakuta kuna 61, 62, 63, 64 kuna muungano hapo. Kwa hiyo utagundua kwamba ideally ilikuwa ni kuona haya mataifa yakiwa na umoja wake. Kwa hiyo sasa baada ya kuona kwamba imeshindikana, kuna kucheleweshwa, ni delaying tactic, kuchelewesha muungano. Kwa hiyo sisi twende tulio tayari. Kwa hiyo tulio tayari tukaenda mpaka tarehe 26 Aprili mwaka 1964. Okay. Reaction ya Kenya sasa, Kenya mwanzoni aliona kama ni jambo la kawaida.
Lakini baada ya kuona kwamba hawa mabwana wameungana, yeye sasa akajikita kwenye vita ya kiuchumi, kwamba kuhakikisha kwamba hawa mabwana piga kiuchumi. Kwa hiyo na mimi nataka nitumie nafasi hii pia kuwaambia vijana wa Kitanzania kwamba hakuna mtu anayeitakia Tanzania mema zaidi ya Mtanzania mwenyewe. Yani ukiona mtu anakuambia kwamba huku kwetu wanafanya hivi, ni kwa sababu wanataka mvurugane ili wao wateki kama advantage ya wao kukua kiuchumi zaidi. Kwa hiyo lazima tufahamu kwamba tuko katika dunia ambayo ina vita ya kiuchumi na mapambano ya hapa na pale. Kila taifa linataka kuona linakuwa kuliko taifa jingine, lakini sasa kazi ya Tanzania ni kuhakikisha kwamba tunaipenda nchi yetu kwanza na tunaitetea taifa letu na tusimama kwa umoja, kwa sababu jambo la kulinda muungano ni jambo la kikatiba. Kusoma ibara ya 28, kila mtu ana wajibu wa kulinda muungano, sio serikali. Wewe una wajibu, mimi na wajibu. Kwa hiyo utagundua kwamba ni jambo la kikatiba kwa kila Mtanzania. Lakini pia ukisoma ibara ya kwanza inakueleza Tanzania ni taifa huru na taifa moja. Kwa hiyo utagundua kwamba sisi wengi tuliopo hapa ni faida kuwa katika muungano wa Tanganyika na Zanzibar, kwa sababu ndio umoja wetu na ndio usawa wa taifa letu. The Bantu.